Kama Mungu singenishika mkono, sijui ningefanyaje mimi. Kama Mungu singenishika mkono, sijui ningekuwaje mimi. Oh, kama Mungu singenishika mkono, sijui ningevukaje mimi. Kama Mungu singenishika mkono, sijui ningeshindaje mimi. Umekuwa Mungu mwema kwangu, umekuwa Baba mzuri. Umekuwa Mungu mwema kwangu, umekuwa Baba mzuri. Nasema asante, asante, asante Mungu. Naimba asante, asante, asante Mungu. Nimeweza kwa sababu Mungu umekuwa pamoja nami. Nimeshinda kwa sababu Mungu umekuwa pamoja nami. Umeipa nguvu mifupa yangu, umeongeza nafasi ya miguu yangu. Umeipa nguvu mifupa yangu, umeongeza nafasi ya miguu yangu. Nimeweza, nimeweza, nimeweza. Kuna wakati nilipita kwenye magumu, ila nilitoka salama. Kuna wakati nilikutana na magumu, mimi nilitoka salama. Walionitazama walitabiri mwisho wa, tena wakasema yani huyu kwisha habari. Walioniona walitabiri mwisho wa, nao wakasema yani huyu kwisha habari. Umekuwa Mungu mwema kwangu, umekuwa Baba mzuri. Umekuwa Mungu mwema kwangu, umekuwa Baba mzuri. Nasema asante, asante, asante Mungu. Naimba asante, asante, asante. Paulika Music surgery. Chemichemi yako ibarikiwe, furahia mke wa ujana wako. Chemichemi yako ibarikiwe, furahia mume wa ujana wako. Ayoyoyo mwali wewewe, lolololo sweetie wewewe. Ayoyoyo mwali wewewe, lolololo sweetie wewewe. We mzuri mwali wewewe, lolololo sweetie wewewe. Ninakupenda mwali wewewe, lolololo sweetie wewewe. Nakupenda wewe, nakupenda wewe. Mungu kanipa wewe kama zawadi, unifae katika shida na raha. Mungu kanipa wewe kama kipaji, nianze mwanzo mpya wa furaha. Nakupenda mwali wewe, we mzuri lolo wewe. Nakupenda sweetie wewe, we mzuri lolo wewe. Wewe ndiye niliyepewa na Mungu, wewe ndiyo chaguo langu fungu. Wewe ndiye niliyepewa na Mungu, wewe ndiyo chaguo langu fungu.
wewe, nakupenda sweetie wewe, we mzuri lolo wewe, mwali wewe, lolo sweetie wewe, we mzuri, mwali wewe, umebarikiwa sweetie wewe, nakupenda mwali wewe, lolo sweetie wewe, nakupenda mwali wewe, lolo sweetie wewe, nakupenda wewe, nakupenda wewe. Usiku wa leo umebarikiwa, mwana mwali umebarikiwa, marafiki wamebarikiwa, ndugu wazazi wamebarikiwa, na wageni wamebarikiwa. Ase leta champagne, weka keki mezani, waite wageni tule tujivinjari. Leta champagne, weka keki mezani, waite wageni tule tujivinjari. Leta champagne, weka keki mezani, waite wageni tule tujivinjari. Leta champagne, weka keki mezani, waite wageni tule tujivinjari. Nataka nikuite we mama yoyo, na wewe unite mi baba yoyo. Sawa, tujenge familia. Sawa, tuzae na watoto. Sawa, nakupenda lolo wewe, we mzuri mwali wewe, nakupenda sweetie wewe, we mzuri lolo wewe, mwali wewe, lolo sweetie wewe, we mzuri mwali wewe, umebarikiwa sweetie wewe, nakupenda mwali wewe, lolo sweetie wewe, nakupenda mwali wewe, lolo sweetie wewe, nakupenda wewe, nakupenda wewe. Bouge, 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 danse, 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 danse. Bouge, 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 danse, 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 danse. Bouge, 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 danse, 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 danse. Bouge, 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 danse, 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 danse. Mixing Doctor. Mlilelewa na wazazi, sasa mmekuwa, ndio maana mmeamua kuanza maisha yenu. Mmeacha baba na mama kuwa mwili mmoja. Ndoa yenu ni takatifu, mtu asiwatenge. Bila shaka mmejifunza mambo mbalimbali, japokuwa mmepitia vipindi tofauti. Katika yote hayo mshukuruni Mungu. Katika yote hayo mshukuruni Mungu, kwa kuwa amewafikisha hapa mlipo, kwa kuwa amewafikisha hapa mlipo. Safari yenu ya ndoa mmeanza kwa imani, ndio maana mwategemea matokeo mazuri. Yale mtakayotatua mshukuruni Mungu, na yatakayo washinda mlilieni pamoja. Imani yenu yote
yote iwekeni kwa Mungu, msiweke kwenye vitu. Shetani asijeona akipiga hivyo vitu, imani itayumba. Imani yenu ikiyumba, nanyi mtayumba, na ndoa yenu nayo itayumba, na ndoa yenu nayo itayumba. Tunawaombea mwende mkaanze maisha wenu juu, Mungu wenu awalinde zote, uzime jawakubali, neema ya Mungu kawafunike, Bwana akawe mwalimu wenu, Mungu wenu akawe mshauri wenu. Ndoa ni kama jua lenye mwangaza mwanana, kila lichomozapo wengi hulifurahia. Watu makundi hulisifia sana. Jua hili jua zuri lina faida kwa afya, ila jua lile likifika mchana wengi hulalamika na kulikimbia. Joto likiwazidia wananung'unika, joto likiwazidia wananung'unika. Wanasahau walilisifia asubuhi, wanasahau walilisifia asubuhi. Jua likifika jioni faraja hulejea tena, ila bahati mbaya jua laenda kuzama. Hapo sifa za asubuhi huanza kusikika upya. Walovumilia mchana hula matunda yake, ila tunawaombea Mungu awatetee mtakapofika mchana, mkavumiliane. Joto likiwazidia mkasameane, msilipize kisasi, msije kujidhuru, mkakumbuke jioni ya amani yaja, mkakumbuke jioni ya amani yaja. Kama kuna jema lolote msisite kulifanya, na neno la msamaha msilicheleweshe. Mkaishi maisha yenu msige ya wengine, epukeni mazoea yanaleta kiburi. Tena maneno mabaya huharibu tabia, kamwe msije thubutu kuyatunza moyoni. Ndoa ni kipindi cha mwisho cha maisha ya watu, kitumieni vizuri kwa kuwa ni kifupi, maana hamjui lini kifo kitawatenga, maana hamjui lini kifo kitawatenga. Mtendee mema mwenzako kadiri utakavyoweza, moyo waweza kata
ila jilazimishe. Kama ukitenda wema una utakachopoteza. Mtendee akiwa hai, macho yake yanaona. Wengi wanajilaumu kuwa walikosea, wakati wa kutenda wema wao waliumiza. Mungu akawatenganisha, hawaishi pamoja. Wanatamani watende wema, ila walichelewa, maana wenzao hawapo tena. Maana wenzao hawapo tena. Mmeugusa moyo wa Mungu kwa kutimiza agano lake. Mungu mbinguni anasubiri. Ya mama, hebu tuongee kitu. Nimepata mchumba na nataka nioe. Je, ni ng'ombe ngapi tutadai? Mwambie mjomba ajiandae. Tena baba mkwe amekaza, tutoe Amina.
kauli yake mwenyewe kwamba ndio yeye au sio yeye. Hakika ni yeye. Basi kama ni yeye, tafadhali
sasa safari ya kuelekea mahali hapa madhabahuni. Funika macho yako hapo ulipo na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tuna kila namna ya sababu ya kukushukuru Mungu wetu. Wewe ni mwema sana kwetu, uliyetujalia kuiona siku hii ya leo tarehe 23 ya mwezi wa 8 katika mwaka wa 2025. Asante kwa kutuamsha salama. Asante kwa ulinzi na wema ambao umeufanya juu yetu tangu siku ile tuliamua moyoni kuiona na kuishuhudia ndoa hii. Hakika Mungu wetu umetupa neema, tumeamka salama, na huu ni wema wako uliofanya juu ya maisha yetu. Sasa tazama Mungu wetu, tupo mahali hapa hekaluni mwako. Tunaomba neema yako, tunaomba uwepo wako. Mbariki kila mmoja wetu atakaye kuwepo mahali hapa kwa kushuhudia ndoa hii. Bariki bwana harusi, bariki bibi harusi, bariki mashahidi wote waliokusanyika, maana Mungu umetujalia siku hii ya leo tuwepo hekaluni mwako. Tunaomba malaika wako wakazunguke na kutulinda katika ibada ya leo. Pokea sifa na heshima na utukufu, kwa sababu Mungu wetu umesikia na utatenda, katika jina la Yesu. Amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ikiwa umepata nafasi ukae. Wakati huo niombe utulivu na mashemasi mnisaidie, hususan watoto ambao mara nyingi hawaelewi utaratibu. Kwa niombe toka sehemu mbalimbali mliotutembelea, wale ambao ni nje ya kanisa letu la FPCT hapa Kogoniei, basi mnaweza mkainuka mkanyosha mikono mkapepea namna hii, alafu baadaye tutaendelea na mengineyo ili tupate nafasi ya kuwakaribisha. Namshukuru Mungu binafsi, sisi sote tumetokea Manyara, kanisa la Chejia Assemblies of God. Ndio tumekuja kumsindikiza binti Neema na tukio la harusi. Kwa hiyo kwa ujumla wote sisi ni Wamanyara na tunaona hapa kwa ujumla, na pia tumekuwa watu wa hapa. Amen.
shangazi yake binti Neema. Amen. Ndio. Na endelea kutambulisha ndio. Asante. Jamani, makofi kwa mama. Asante sana kwa kubariki. Na mchungaji kipekee tusalimie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, watu wa Mungu. Ninawasalimu katika jina la Bwana. Amina. Basi mimi nimepatana na mgeni wa kutoka Manyara. Basi leo ni mtu wa Manyara. Amina. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Upande wa bwana harusi kama mpo, pepea mkono juu tusalimie upande wa bwana harusi. Asante sana, Mungu awabariki. Baada ya kusema hayo, tunaomba utambulisho wa maharusi wetu tupate kuwatambua, alafu kwa niaba ya kanisa nitawakaribisheni nyote. Mikrofoni ya ili isogee hapo ili tupate kuwatambua maharusi wetu. Karibuni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina sana. Inapendeza kuona mnafurahi kiasi hicho. Basi wacha wajipigie nafasi iliyopewa. Kwa majina yangu naitwa Baraka Benoni Emmanuel. Ni kijana yenu. Mungu awabariki sana. Asante. Labda ile utaratibu fuate hapo wa harusi naye akusalimie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa majina yangu naitwa Neema Silvini. Asante. Amina. Bwana asifiwe sana. Asante. Hao ni maharusi wetu wa leo. Mabesti wanaweza wakasalimia na wao. Nehemia Lamasi shahidi. Amen. Amina. Asante. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Watumishi wa Mungu, mtusalimie, muinue mikono yenu, mtusalimie. Asante. Ili harusi wetu tutamkie neno kuwa kama familia wameridhika kabisa binti yao Neema aolewe na kijana Baraka. Kama wameridhia, aje hapa achukue mikrofoni ambaye atakuwa msemaji wa familia. Ili na mimi nijiridhishe kwamba mpaka familia imesema maneno haya, basi mahali walishachukua wameweka kidindoni. Kwa hiyo tafadhali msemaji wa familia uje useme kama umeridhia kama familia kwamba binti yenu aolewe na kijana Baraka. Karibu. Maneno hayo machache tu kwamba sisi kama familia, Kwa ujumla sisi mimi kama mzazi wa Neema tumeridhika kumtoa binti yetu aolewe na Baraka. Amina. Asante sana. Hapo ninapata uhuru sasa wa kuendelea na hatua zingine. Jamani, iliyobaki ni swali kwa makutano mlioko mahali hapa. Kwa taratibu na sheria ya ndoa kwenye nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndoa huwa inatangazwa kwa siku zisizopungua 21. Na inapotangazwa tunakuwa na sababu ya kutafuta mtu mwenye sababu yeyote ya kuzuia hiyo ndoa ajitokeze. Mpaka kufikia muda huu ofisini kwangu sijapokea mtu anayekuja kupinga ndoa hii isiunganishwe leo. Lakini inawezekana wakati ninaongea maneno haya akawa amefika, maana natoka nje ya nchi
na akawa amechelewa tu kutoka hapo uwanja wa ndege mpaka kufika hapa. Sasa akawa ameingia na anataka weke pingamizi. Naomba nitoe dakika moja, akiwepo anyoshe mkono aseme mimi naweka zuio hii ndoa isiunganishwe, kwa sababu labda Baraka tayari ni mume wa mtu mwingine au Neema ni mke wa mtu mwingine. Akiwepo akiwa na sababu ya msingi, isiwe sababu ya kumdai 500 wala mtu mmoja, iwe ni sababu ya msingi ambayo hiyo nitairatibu na nitaondoka naye mahakamani. Kama ina mshiko tutakubali, na haina mshiko tutapiga faini mara 2 ya mali zetu na vitu vyetu ambavyo vimeshaingia maji kwa mapishi. Kwa tunaomba kama yuko mwenye sababu ya msingi ya kuzuia ndoa hii isiunganishwe na aseme sasa. Karibu kama upo, na kwa dakika moja nyosha mkono kama upo unayezuia. Hayupo. Naona huyo hayupo na asiwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Baada ya hayo naomba niendelee na hatua zinazofuata. Amina. Hao waliojitambulisha ni mabibi ni bwana harusi anaitwa Baraka Emmanuel, Benoni Emmanuel. Wa pili anaitwa ambaye ni bibi harusi anaitwa Neema Sylvine Keha. Wamesimama mbele yetu leo kuthibitisha kwa heshima kubwa kabisa kwamba wamekubaliana. Amina. Wao wafunge pingu za maisha kwa maana ya mume na mke. Amina. Lakini inawezekana mambo haya yakawa yamefanyika pengine kwa shinikizo fulani. Kwa ili kujiridhisha kwamba sio shinikizo, tunawauliza maswali ambayo watajibu mbele yetu na sisi tusikie, ndio tujue kwamba hawa watu wamekubaliana kihiari wao wenyewe. Harusi, tunaomba ututhibitishie kwenye halaiki hii na kongamano hili, kama ni kweli utatuambia ndio au sio. Naomba nikuulize swali. Swali linasema, je, kuna mtu yeyote ambaye alikushawishi kwamba umuoe binti huyu Neema? Kama kuna mtu alikushawishi useme ndio, nilishawishiwa. Na kama hakuna aliyekushawishi useme hapana, ni uamuzi wangu mwenyewe. Hapana, ni uamuzi wangu. Jamani, sheria ya ndoa ya mwaka 71 inasema ndoa ni hiari, ni muungano wa hiari kati ya mwanaume na mwanamke ambao umekusudiwa kwao waishi maisha ya kudumu milele. Sasa kama sio hiari, sisi wasajili tunazuiliwa kuunganisha ndoa hiyo. Sasa bwana harusi anasema ni uamuzi wake mwenyewe, wala baba wala mama wala ndugu hawajamshawishi. Mpigieni makofi kwa hilo. Swali la pili, kwa kuwa ni uamuzi wako mwenyewe na wala hujashawishiwa na mtu yeyote, huyu binti leo ni binti mzuri sana kabisa, anapendeza sana. Na mimi nakupongeza katika waliochagua, wewe umechagua sana. Hongera sana
Lakini nataka niseme ya kwamba maisha yana ukurasa wa aina mbili. Kuna ukurasa wa furaha, kuna ukurasa wa huzuni. Lakini pia unaweza ukamwona leo ameenea viungo vyake vyote, hana shida, leo anang'aa, lakini kesho ukajikuta kuna tofauti. Kwa kuwa maisha yana ukurasa wa aina mbili, ukakuta kiungo kimoja, labda kidole kimoja kitapungua, ajali inaweza ikatokea, neema na utaishi naye katika shida na raha. Ndiyo, nitamtunza na nitaishi naye katika shida na raha. Asante. Swali la mwisho baada ya kukiri kuwa utamtunza na utaishi naye katika shida na raha, swali la mwisho ni hili: na sasa Baraka, unakubali kuwa Neema awe mke wako wa maisha? Kama unakubali useme ndio, nakubali awe mke wangu wa maisha. Na kama ukubali useme hapana, sikubali. Ndiyo, nakubali awe mke wangu wa maisha. Jamani, makofi mengi ya kupongeza. Asante sana, na ninakuomba sasa, kwa kuwa umekiri mbele ya madhabahu ya Bwana na maneno hayo umeyasema mbele ya mashahidi hawa waliokuzunguka ambao wamesikia, lakini na mbingu imesikia, tunaomba uyashike sana kama sehemu ya kiapo chako cha ahadi ya kuishi na Neema kama mke wako. Na kwa sababu hiyo umezuiliwa Baraka kuongeza mke mwingine kwa njia yote ile. Huyu ndiye mke wako utakayeishi naye kwa maisha yote, na katika shida iwe raha utaishi naye. Kwa maana hiyo usiongeze mwingine, ni kosa na ni dhambi, na kufanya hivyo ni uzinzi. Ndoa hii ni ya mke mmoja tu. Amina. Amina. Narudi kwa bibi harusi ambaye ni Neema. Neema, wewe ni mmoja wa watu ambao umebahatika sana. Kama ni bahati imekuangukia, wako wengi humu na wengine wanaiangalia nasema nimekuwa nini? Sasa bahati hiyo haikuangukia wao, ni wewe tu. Na kwa sababu hiyo unatakiwa uitumie kwa furaha, kwa kujisikia kabisa, kujinafasi, kujimwaga bila hofu wala woga wote. Maana aliye upande wako wa mkono wa kuume, huyo ni bosi. Nitaka nikuulize swali na wewe kwa kutaka kuthibitishia umma huu, kama nilivyomuuliza mwenzi wako Baraka. Je, Neema, kuna mtu yeyote ambaye alikushawishi kwamba ukubali kuolewa na Baraka, iwe ni katika familia au shangazi aliyefuatana na wewe, anaweza kaanza ukubali tu, ni kijana mzuri, mrefu, handsome na nini, ukalazimika tu kukubali bila uhiari wako wa moyo? Kama kuna mtu alikushawishi, useme ndio, nilishawishiwa. Lakini kama hakuna mtu aliyekushawishi, useme hapana, ni uamuzi wangu mwenyewe. Hapana, ni uamuzi wangu mwenyewe. Kwa kuwa umesema ni uamuzi wako mwenyewe, leo Baraka anapendeza. Amina. Anapendeza kweli, ni zaidi ya marais wote wa dunia hii. Hata ukimwangalia, wala usione aibu, hata ungepiga jicho kidogo tukaangalia, wala hujaiona suti yake, ungefurahi mno.
Kwa maana nimekwambia wewe ni neema, yeye ni baraka. Aisee. Sijawahi kuunganisha ndoa namna hii. Mmoja anaitwa baraka, mwingine neema. Hii nyumba imebarikiwa sana. Sasa anapendeza kama nilivyosema, maisha na kurasa mbili naweza kutokea hali yake hii unayoiona isiwepo. Ulitegemea kumwona Baraka ni tajiri kubwa, lakini baadaye ukakuta sio tajiri. Ulitegemea kumwona Baraka ni bosi maeneo fulani, lakini ukakuta sivyo ilivyo. Ikitokea jambo hilo kwa namna yote, nilitaka nikuulize kwamba je, unaahidi utaishi naye Baraka? Unaahidi utamtunza Baraka na utaishi naye katika shida na raha? Kama unaahidi useme ndio, nitamtunza na nitaishi naye katika shida na raha. Kama huwezi useme hapana, mimi maisha ya kichenji narudi kwetu. Ndio, nitamtunza. Hiyo ni furaha nyingi iliyopitiliza. Ndio. Na swali langu la mwisho nilitaka nikuulize Neema kwamba kama utaishi naye katika shida na raha, sasa unakubali kwamba Baraka awe mume wako wa maisha? Kama unakubali sema ndio nakubali. Kama unakubali useme hapana sikubali. Ndio. Asante. Jamani, makofi mengi kwake. Yesu asifiwe. Haleluya. Naomba maharusi wakae, wamejibu mitihani.
wa ibada simame amwombee mnenaji wa neno. Mungu wetu upitie sehemu palipolimwengu, tunasema asante kwa ulinzi wako na nguvu zako Kristo. Angalia Baba, ni wakati wa neno lako. Mfalme, karibu kwa pamoja nasi. Muongoze mtumishi wako, mtie nguvu na nguvu. Tunavunja, tunaharibu na kemea kila agano za kusimama wakati wa neno. Tunaharibu kila nguvu chaka za kusimama mahali hapa zikashindwa kwa jina lako Kristo. Endelea kumtia nguvu na utukufu, umwezeshe. Nasi wasikilizaji Kristo, tuzuie masikio yetu kiroho tukapata kusikia neno lako mfalme wa falme. Baba, wewe ni Mungu mbali na nchi na bila tena kujizisha juu yetu. Kwa damu yako yenye nguvu. Amina. Amen. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuone asili ya ndoa kwa mujibu wa Biblia yetu. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 2. Sura ya 2 mstari wa 18 mpaka 24. Nianze maneno haya, yanasema hivi: Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyisa kutoka katika ardhi kila mnyama wa mwituni wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawaitaje. Kila kiumbe hai jina lilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu aliotoa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Wataalamu wa mambo mengi ya uchunguzi wa duniani wanakiri kabisa ya kwamba ndoa ndiyo taasisi ya kwanza kabisa kuwepo katika maisha ya binadamu, na hii ni taasisi ambayo tunasema Mungu mwenyewe ndiye alianzisha. Biblia inasema wazi kwamba katika nyakati za uumbaji wa Mungu, alipoumba vitu vyote na bado alikuwa na uhitaji wa kuumba mtu aliyefanana na wao. Anasema na tuumbe mtu kwa sura yetu, na huyo tumpe mamlaka ya kutawala vyote hivi tulivyoviweka hapa juu ya uso wa dunia. Mungu alipomuumba mwanadamu wa kwanza ambaye ni Adamu, Biblia inasema alikaa katika hali ya upweke. Upweke wake ule ulipelekea kwa nini? Kwa sababu hapakuwa na kiumbe kingine kilichoumbwa ambacho kingeweza kufanana tabia, usemi, mwenendo, tabasamu kilichofanana na Adamu. Bwana Mungu akagundua kabisa ya kwamba iko haja ya kuumba mwanadamu mwingine anayeweza kafanana na Adamu. Kwa nini? Anasema anakiri kuwa kabisa si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana na yeye. Na Mungu, unaona uumbaji wake ulikuwa wa tofauti na vitu vingine alivyoviumba. Maana Mungu alipomsogezea Adamu viumbe vingine vyote, wanyama wale wa kufugwa na wale wa mwituni, Biblia inasema Adamu alifanya kazi moja tu ya kuwapa majina. Kwa nini? Aligundua hakuna kiumbe ambacho kingeweza kusemeshana na Adamu, kingeweza kuongea kama Adamu. Na kwa hiyo Adamu akasema vyote vilivyoumbwa havipo vya kufanana na mimi, wala ambacho kinaweza kikakaa na kuongea na mimi, isipokuwa tu aligundua kwamba hiki
kinapaswa kuitwa tembo, alipokiona ni mnyama mkubwa zaidi. Na huyu anasema kwa haka kana kurukaruka kajanja kaitwa kasungura. Kwa hiyo akatoa majina kila kiumbe. Biblia inasema majina yote hayo ambayo Adamu aliwapa wale wanyama yakawa ndio majina yao. Biblia inasema Mungu akaona bado uhitaji wa Adamu wa kumpata anayeweza kafanana na yeye bado ungalipo. Ndipo Mungu alifanya jambo kubwa la pekee. Anasema alimletea usingizi ule ulikuwa mzito, yeye akafanya operation, akachukua mifupa, akachukua mbavu, akachukua nyama, akamuumba mwanamke kupitia hivyo viungo vya Adamu. Na alipomsogezea Adamu akakaangalia kale kahawa kanapendeza kama na wapo wameumbwa kwa ajili ya wanaume hawa wanawake. Amen. Na sisi tupo kwa ajili yao pia. Amina. Hawa mama wanasema ulimwengu bila mwanamke umefanyaje? Umekufa. Hauwezi ukawepo. Kwa mwanamke ana thamani na wewe mwanaume una thamani. Amen. Sasa leo tunasimama na Baraka kumwambia kabisa ya kwamba Baraka, huyu mke wako sio kitu cha kushika hovyo hovyo. Sio kitu cha kudharau. Biblia inasema pataye mke apata kitu chema. Tena Biblia inaongezea, inashikilia, inasema anapata na kibali kwa nani? Kwa Bwana. Lakini sijawahi kusikia Biblia inasema ya kwamba apataye mali amepata kitu chema. Hapana. Wala kwamba aliyejenga magorofa amepata kitu chema. Hapana. Ila kwa mwanamke Biblia imesema apataye mke apata kitu chema. Kwamba kama kuna vitu ambavyo tunavipewa na wazazi wetu ndio ni vya hapa duniani, lakini mwanamke anatoka kwa Mungu mwenyewe. Mtunze kwa sababu huyo ni mke wako. Amen. Mthamini zaidi ya fedha, zaidi ya cheo ulicho nacho. Amina. Na tukitambua uwepo wao kwamba umekusudiwa na Mungu, ni lazima tujue thamani ya mwanamke ni ya namna gani. Amen. Sio kitu cha kupiga mateke na ngumi na kadhalika. Hapana. Sawa kabisa. Nyumba na mali ni vitu mtu. Acha kujifunzia ngumi kwa mke wako. Acha kujifunzia mateke kwa mke wako. Tusaidie baba. Kama una ngumi, unajua ngumi, wewe nenda tu lingoni ukakumbane na wakina nani? Wakina Tyson. Ndio. Pigane nao hao utoke jasho. Na mke ni chombo cha pekee na cha kutunza. Baraka ukishike sana. Amina. Bwana asifiwe. Waefeso 5:22 niweke wajibu wa mke na mume. Kitabu cha Waefeso sura ya 5 kuanzia mstari ule wa 22 tunapata wajibu wa mwanamume na mwanamke. Anasema hivi: enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Hili ni agizo la wake, na wajibu huu umeagizwa na Mungu, wala sio mwanadamu. Mwanamke yeyote anayejiinua kwenye familia na kutaka yeye alingane na mume wake, huyo ni mwanamke mpumbavu kabisa. Lazima ujue kwamba wewe mwanamke, wewe sio kichwa cha familia. Amen. Mwanaume ndiyo kichwa chako. Amina. Sasa kuna wanawake wamedharau vichwa vyao
Na wakati mwingine wanaume huku Kigoma kuna neno wanasema mpaka wamepata ragu, yaani maana yake mume amekimbia nyumba. Hata kama ina tairizi, ina mapambo, lakini ameikimbia. Kwa nini? Mwanamke umekuwa zaidi ya ndege kasuku kabisa. Wewe mwanamke, yani unaongea kuliko Radio Kwizera. Kwenye nyumba unataka umiliki wewe. Mpaka watoto wameshindwa kutoa heshima kwa baba. Tuambie. Kisa ni wewe mwanamke. Tuambie. Na wakati mwingine unafanya hayo kwa kutamka maneno yasiyo na point kabisa. Mara nyingine mmefika mahala mnasema maneno yasiyofaa. Na tena kama ni Wakristo, ninawaonya leo katika jina la Yesu. Amina. Maneno yale yanayosema mwanaume sio ndugu. Unayatoa wapi? Kijiweni? Kwa shetani. Ndugu wa kwanza ni mwanaume. Amen. Leo Neema, shangazi zako na aliofuatana nao baada ya siku 2 au 3 4 wanarudi kwao Manyara. Ndugu yako atakuwa nani? Wa kwanza ndugu yako ni nani? Baraka. Baraka. Jamani, wa kwanza ni nani kwake? Mume wake. Unaposema mwanaume sio ndugu, nalitoa. Ndugu wa kwanza atakuwa Baraka. Hao wengine wote leo wanarudi. Au kesho kutwa hawapo. Hata wakikaa wiki moja sawa, lakini watarudi makwao. Wewe umewaacha wazazi wako, unaambatana na Baraka kama maandiko yanasema. Amina. Kwa lazima mfike mahala muwatii waume zenu. Muwaone kama wana thamani. Amina. Hakuna mwingine mwenye kustahili heshima kwenye ndoa kama mume wako. Amen. Na mimi nataka niseme kama mchungaji, hata kama ninyi ni washirika na washirika wangu, ndio ukiniheshimu mimi zaidi ya mume wako unakosea. Kumbe. Amina. Amina. Inawezekana unaninyenyekea mimi mchungaji. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe. Mume wako unafanyaje? Hamuna. Ukiamka unamsalimiaje? Msalimi. Haleluya. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wababa mpo? Tunasikia sasa sauti imetoka. Muda ule upanga ulikuwa kwao. Wamama mpo? Wa kwanza awe mume wako. Hiyo adabu unayoileta kwangu mchungaji, uifanye na kwa mume wako. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Unanisikia? Lakini nasemea madhabahuni. Yaani mimi nabaki kama mchungaji na heshima yangu, lakini ya kwanza umpe mume wako. Amen. 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 Amina. Na hilo mkilijua mtatii, mtakuwa watiifu kwa waume zenu. Kuna watu wanataka kuwemo kanisani na yani kama wameokoka zaidi ya Yesu. Mwanamke muda wote unasikia na kipindi kanisani ni ibada, ni nini? Fanya ibada ukiwa umeacha utaratibu nyumbani. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Fanya ibada yako ili iwe safi, lazima umeacha utaratibu nyumbani kabisa. Na umwange mume wako naenda ibadani. Kuna kitu chochote ungependa nikifanye sasa hivi kabla ya kwenda? Ndio. Ukisikia nasema amina, naona mapenzi yako vizuri. Kwa sababu siko baraka hata kwa huyo
Kwa naomba mjue kabisa ni wajibu wenu kuwatiwa wamezenu. Mimi nimesema kama vile ndio kanisa limtiivyo nani? Kristo. Unafikiri ni neno dogo? Kubwa. Tunavyomheshimu Kristo kama kanisa ni neno dogo. Sasa wanachukulia kirahisi tu huyo mwanaume. Huyo ni kichwa kabisa. Kama ukianza kusema kwangu 50-50. Hatuelewani hapo. Itabidi nikwambie kabisa, sogea pale usikae karibu na mimi. Mimi nabaki kuwa mwanaume ndio kichwa chako. Nakandamiza na huko ndio usingi wenyewe. Haleluya. Sikiliza mstari wa 25 anavyosema. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye anavyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Amen. Ampendaye mkewe kujipenda mwenyewe. Amen. Maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake popote, bali huisha na kutunza kama Kristo naye anavyolitendea kanisa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaume. Naam. Wanaume. Naam. Ile supu umekunywa asubuhi ya kuku umempelekea mke wako? Hapana, nilisahau baba. Biblia inasema umpende mke wako kama unavyojipenda mwenyewe. Amen. Kuna wanaume mpaka wanashindwa kuwavika wake zao. Mke ana miaka 32 amechoka ni kama na miaka 68. Ukimtengeneza anang'aa. Amina. Naenda kununua mafuta ya 150. Yaani baba, tusaidie baba. Alafu nategemea mume wako atatakata. Hamna. Roshe mkijitahidi sana nipe hiyo ya 500, ya 300 baba. Hapo tumejikakamua. Pasuka baba. Sasa unashindwa wewe mwenyewe kumwandaa na kumweka vizuri. Hata hicho kisaka kinachotokea ni mzembe wako. Ni kweli baba. Na kinauma. Baya zaidi sasa hivi shuka zinazouzwa ni zile za kufumwa. Kinamaliza nyuzi zote. Ni wewe mzembe. Kwa lazima muandae mke. Duniani hakuna mbaya. Mbaya ni shetani tu. Lakini watu wote ni wazuri. Ukiwalemba vizuri wanakuwa vizuri. Kabisa. Hapa mngekuwa mmekaa mke na mume ningesema mgeukie muangalie mke wako. Sasa mmejitenga, mmejificha ficha basi. Sasa hii sio semina ya ndoa. Lakini kidonge ndio hicho ukipokee na kubariki. Amina. Doze UTI. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Utunze huo ni mwili wako. Ndio. Tunza. Amen. Tunza. Siku hizi kama anacheka utafikiri yuko analia. Hivyo hivyo baba. Wewe ndio umemwachanisha. Rudi kwenye ndoa mwanaume. Amen. Iangalie ndoa yako. Uiweke vizuri. Halafu na maombi yetu ndipo yanapata kibali wapi? Kwa Bwana.
Biblia imesema kabisa ibada njema inaanzia kwa wanandoa. Amen. Sasa tunakuja kukanyaga maombi, Roho Mtakatifu ashuke. Kumbe kule kwenye ndoa ndani ni shubiri, ilikuwa ni ngumi, ni teke. Alafu nakuja hapa, haleluya. Haleluya. Kwani Mungu hakukuona? Vituko mlivyovifanya Mungu hakuviona? Ameniona. Alafu hiyo baraka inatoka wapi? Mwenye sikio na alisikie hili neno. Amina. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, ninakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa sababu umetupa nafasi nyingine ya kujifunza neno lako, lakini pia tupate kujua Kristo. Asante kwa kuwa ujumbe huu umetolewa leo katika madhabahu hii, nami ninaomba utatufaa katika mioyo yetu sawa sawa na kusudi lako, katika jina la Yesu. Amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Tunaendelea. Niombe kwaya moja sasa. Sisi sote
au maharusi wasimame, watasoma viapo vya ndoa. Ile kwaya nyingine ikae imejipanga. Watasoma viapo vyao vya ndoa mbele yetu hapa. Chake hicho, bwana harusi, karibu sana kwa kusoma hicho kiapo. Mimi Baraka Benoni, naomba uanzie kule juu kabisa, maneno ya juu. Kiapo cha ndoa, alafu keshuka yote. Kiapo cha ndoa, kiapo cha bwana harusi. Mimi Baraka Benoni Emmanuel, na kupokea wewe Neema Sylvin Keha kuwa mke wangu wa ndoa niliyekuchagua. Nitakuwa nawe kuanzia leo katika hali njema ama mbaya, katika umaskini ama utajiri, katika ugonjwa na uzima. Nitakupenda na kukulinda siku zote tutakazoishi kama mume na mke. Kifo tu kitutenganishe, na Mungu anisaidie. Amina. Asante sana. Hicho ni kiapo cha bwana harusi. Sasa tusikie kiapo cha bibi harusi. Kiapo cha ndoa, kiapo cha bibi harusi. Mimi Neema Sylvin Keha, na kupokea wewe Baraka Benoni Emmanuel kuwa mume wangu wa ndoa niliyekuchagua. Nitakuwa na wewe siku zote kuanzia leo, katika hali njema ama mbaya, katika umaskini ama utajiri, katika ugonjwa na uzima. Nitakupenda na kukulinda siku zote tutazoishi kama mume na mke. Kifo tu kitatenganisha, na Mungu anisaidie. Amen. Asante sana kwa viapo vyenu kwa ajili ya kutunza kiapo chako kwa mume wako, kwa mke wako. Kuna ishara gani utatoa ambayo itakuwa inathibitisha kwamba utatunza kiapo chako kwa mke wako? Okay, ni ishara ya pete. Makofi kwake. Na hali kadhalika, Neema, ni kiapo gani, ni ishara gani unaitoa ambayo itaashiria kutunza kiapo chako kwa mume wako? Kama unayo, ionyeshe mbele ya halaiki. Anasema naye ni ishara ya pete. Bwana Yesu asifiwe. Karibu. Naweza kumtazama kaona inakaa vizuri. Amina. Amina. Jamani, hapa wanataka wafanye kitu kile hizo. Akianza mwanaume kumvisha pete mke wake huyu tarajiwa, na jambo hilo atalifanya akiwa anatamka maneno haya: chukua pete hii kama ishara ya upendo na uaminifu wangu kwako. Chukua pete hii kama ishara ya upendo na uaminifu wangu kwako. Baraka, kamda, subiri kidogo, kamda kamepita. Hebu yakague mapigo ya moyo mke wako. Yakague kama yako vizuri. Yakague. Yako vizuri. Amina. Kwa kuwa yako vizuri, uwe na amani. Chukua mkono wake wa kushoto. Chukua mkono wake wa kushoto. Halafu utachukua kidole cha pili kutoka mwisho, tunaita kidole pete. Wataalamu wamesema mshipa uliopo kwenye hicho kidole umeunganishwa na mshipa wa moyo. Kwa hiyo
utakuwa unamvika taratibu, ukiwa unasema yale maneno, chukua pete hii kama ishara ya upendo na uaminifu wangu kwako. Karibu, nyanyua juu, mkono wake unyanyue juu. Ndio, haya, uvike ukiwa juu hivyo hivyo. Karibu sana. Chukua pete hii kama ishara ya upendo na uaminifu wangu kwako. Amen. Asante sana. Mungu akubariki sana. Amina. Amina. Jamani, nimelegea vitosha kwa mfano. Neema ni zamu yako na wewe. Nimesikia unaniambia kwamba mbona mimi nalikatikiza, mimi samekagua mapigo ya moyo wangu, na mimi niruhusu niyakague haya. Kagua mapigo ya moyo wake usikie kama yako nzuri au yana kasi kubwa. Ndio. Yapunguze. Unayasikiaje mama? Yako nzuri. Asante. Chukua mkono wake wa kushoto, chukua mkono wa kushoto wa baraka, uinue juu, na kidole cha pili kutoka mwisho ukishikilie hicho ndicho utakivika pete yako hiyo, ukimwambia maneno hayo, chukua pete hii kama ishara ya upendo na uaminifu wangu kwako. Karibu. Chukua pete hii kama ishara ya upendo na uaminifu wangu kwako. Amina. Amina. Asante. Asante. Haleluya. Jamani, makofi mengi kwao. Amina. Bado sijawaambia. Je, nisikilize tu. Leo ni siku yangu kama ameniambia. Sana. Naomba kupata shada za maua. Shada za maua. Bwana Yesu asifiwe. Leo sitakuwa na maneno mengi maana zote zinafanana. Naomba uchukue moja, alafu utaanza kumvika. Sinikwambia msiwahi kukimbilia vile viti. Leo ni lazima mnisikilize. Basi na huo kwa heshima kubwa. Neema na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, haleluya. Imekaa vizuri. Sasa mnaweza kupumzika, tumalizie ingwe yetu ya mwisho hii. Mama ndio kukimbia. Watasaini vyeti vyao vya ndoa. Na huu watasaini vyeti vyao vya ndoa. Kati ya mwili uliyoona moyo wangu umekuchagua wewe. Kati ya mwili uliyoona moyo wangu
Mimi mchungaji Stefano Nyoni ambaye pia ni msajili wa ndoa hii, kwa mamlaka niliyopewa na Mungu pia na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, natamka kwamba ndoa hii ni halali na hawa watatambuliwa kama mume na mke kuanzia tarehe ya leo 23 mwezi wa 8 katika mwaka wa 2025. Hivyo basi aliwaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Amen. Eli magoti. Yesu mwenye nguvu na uwezo na mamlaka, tena kuachiliwa Yesu anayestahili sifa na heshima na utukufu. Tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo isiyo ya kawaida, siku njema na ya heri, siku ya baraka ya pekee mno. Tunakujalia kushuhudia ndoa ya vijana wetu hawa, baraka pamoja na neema. Leo wameunganishwa na watatambuliwa katika mke kuanzia tarehe ya 23 mwezi wa 8 Yesu
Watumishi mwapongeze kwa kuwapongeza, mkono kwa kuwapongeza. Asante. Amina, amina sana, amina, amina. Wamama karibuni wabariki. Asante, napenda wewe. Mungu kanipa wewe kama zawadi, unifae katika shida na raha. Mungu kanipa wewe kama zawadi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Naomba watu wachache ambao wanaweza wakaja kama wana shahada zingine za kuongezea upande wa bwana harusi. Karibuni kama mpo mliojipanga na shahada za maua. Sasa niombe niwafafanue kidogo. Wanaweza wakaingia watu wachache. Jamani, huo moshi tusaidie. Hawa watoto na pitapita. Bwana Yesu asifiwe. Kama utambulisho kwamba umefunga ndoa kisheria na Mungu akubariki. Cheti hiki ninakukabidhi neema kama utambulisho kwamba umefunga ndoa kisheria na Mungu akubariki. Baada ya hayo nadhani tumemaliza, ni safari ya kutoka, na kabla hatujatoka naomba matangazo kama yapo kutoka kwa ndugu wa bwana harusi. Tuna kila sababu ya kukushukuru kwa matendo yako makuu. Hakika wewe ni Mungu pekee unayestahili kuabudiwa. Umekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza hafla hii, Bwana. Tumeuona mkono wako, tumeziona baraka zako. Na sasa Bwana, tunaahirisha ibada hii, hatuahirishi baraka zako. Tunapoelekea pale nyumbani, Bwana, tunaomba ukatutangulie na amani yako ipitayo amani zote ikatutawale. Ninakushukuru Mungu kwa sababu utakwenda kufanya, na zaidi ya kufanya utatutendea. Ni katika jina lako Yesu, amen. Amen. Sikiliza utaratibu. Shemasi mmoja asimame pale mlangoni na shemasi mwingine asimame hapa mlangoni. Tafadhali. Shemasi. Nani yuko huko ni shemasi? Nani? Asimuone, anyoshe mkono ni mmoja. Mnatoka mnaenda wapi sasa? Si mlikuja kwenye sherehe? Sasa unaenda wapi? Hii sherehe haitoki humu mpaka jioni, unaenda. Amenipa
Mwokozi. Amina. Sasa mkiamua shibe hapa, mkipita mpaka jioni nyingine. Mungu, wewe ndiye uliumba mbingu na nchi, ukaumba pia na mwanadamu. Wewe ndiye mwandishi na mwelekezi wa filamu ya dunia. Hata ifikapo wakati wa ndoa, wewe ndiye ujuaye nani anamfaa nani. Ajutaye ni yule ambaye hajakushirikisha. Upatapo mke wala upatapo mme, mifupa yako ubarikiwapo na Mungu. Ndoa ilianzishwa na Mungu tokea zamani, akasema mtu ataacha baba na mama yake, ataambatana na mke wake, nao wawili watakuwa mwili mmoja. Si wawili tena, hai wamekuwa moja. Mifupa yako wamepatanishwa, minofu yako wezi anza ndoa peke yako bila nguvu zakalie waumba, maana ndiye ampaye mtu aliye mwendani wake. Aliyeumba mtu mume na mke, aliyechua mme bila mke, hajakamilika bado, lazima awe na msaidizi wake. Alichounganisha Mungu, wanadamu wasitenganishe, wamekuwa moja. Mifupa yako wamepatanishwa, inuka msifu Mungu, yeye afanyaye kazi sio na makosa. Ukimwona yule aliyeoa na aliyeolewa, sema ameoa pia ameolewa. Ameoa huyo mheshimu, ameolewa baba huyo ni mke wa mtu. Ameoa huyo mheshimu, ameolewa huyo ni mke wa mtu. Mpendwa mume, uanzaye ni wewe, umpende mke kama nafsi yako, umtuze kama mwili wako mwenyewe, umlishe na kumlinda vema popote. Ampendaye mke hujipenda mwenyewe, anakuna mtu auchukiaye mwili wake. Baba, kupata mke ni neema, kumlinda mke wahitaji Mungu. Alindaye mji bila Mungu akesha bure, kuijenga nyumba wahitaji Mungu. Ajengaye nyumba bila Mungu afanye kazi bure. Uo wapo ndugu wahitaji Mungu. Ameoa huyo mheshimu, ameolewa baba huyo ni mke wa mtu. Ameoa mpendwa, ameolewa baba yeye mke wa mtu. Ndoa ni kulitimiza agano langu, mke na mti mumewe kama Kristo. Kwa maana mme ndiye kichwa cha mke, mtii mumeo katika kila jambo. Maana mke mwenye kima hujenga nyumba yake, bali mpumbavu huibomoa kwa mikono yake yeye mwenyewe. Wengi walisani wamejenga, kumbe wamejidanganya, maana walijitengea bila kumuhusisha Mungu. Wangejenga na Mungu asingejutia mifupa yao wala minofu yao. Wamebarikiwa wana Mungu, maana kumjua mwenza si jambo rahisi, bali ni neema yake Mungu kujua ni nani akufai. Utafutapo muombe Mungu, uchumbiapo muombe Mungu, uonapo muombe Mungu, ndani ya ndoa muombeni Mungu awape maisha marefu. Ameoa huyo mheshimu, ameolewa huyo ni mke wa mtu. Amebarikiwa, ameoa huyo mheshimu, ameinuliwa
Mungu hazina majuto. Akina dada wa siku hizi wanashangaza. Unakuta msichana anasema kwamba mimi siwezi nikaolewa na kijana kutoka katika familia fulani, au watu wa jamii fulani hawana pesa, ni ukoo wa masikini. Je, pesa inaweza ikaleta amani katika ndoa yako? Amani inaletwa na Mungu.